Haleluya. Haleluya. Tumsifu Yesu Kristo. Haleluya. Leo tutasoma Zaburi ya Zaburi ya 103 mstari wa kwanza kufika mstari wa 3. Nafsi yangu, umuhimidi Bwana. Naam, vyote vilivyo ndani yangu vilihimidi jina lake takatifu. Nafsi yangu, umuhimidi Bwana, wala usizisahau fadhili zake zote. Akusamehe maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote. Neno la Mungu. Kwa hivyo hapa tunaona roho ya Daudi ikiongea na nafsi yake. Roho ya Daudi inauliza nafsi yake, kwa nini unasumbuka? Kwa nini una wasiwasi? Roho ya Daudi inatamani kumfikia Bwana, lakini ni nafsi yake lazima ifanye uamuzi huo. Haleluya. Mungu asifiwe. Na sasa hivi roho yako inaweza kuwa na kiu ya Bwana, lakini nafsi yako inapaswa kufanya uamuzi huo, umuhimidi Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Basi Daudi anasema nini? Nafsi yangu ibariki Bwana, na yote ndani yangu ibariki jina lake takatifu. Kwa nini? Kwa sababu Bwana amekuwa mzuri kwako. Bwana amekuwa akikulinda. Bwana amekuwa akikupenda, kwa sababu yeye ndiye aliyekuumba. Haleluya. Kuna kila sababu ya wewe kumubariki na kumsifu Bwana. Anasema usisahau kila aina ya faida ambazo umepata katika maisha yako. Usiangalie kile kinachotokea sasa mbele ya macho yako, lakini angalia yote ambayo Mungu amekufanyia wewe kupitia maisha yako yote. Haleluya. Lazima msifu na umbariki Mungu. Sasa katika Wakorintho ya kwanza hapo 6 mstari wa 7, lakini yeye aliyejiunga na Bwana ni roho moja. Sasa ni roho ya mtu anajua Mungu moja kwa moja. Haleluya. Roho ya mtu ndiye inayopokea ufunuo kutoka kwa Mungu. Lakini suala ni nafsi yako, ambapo akili zako ziko, hoja zako ziko. Inapaswa kushughulika na theolojia na mafundisho na ambayo husababishwa kizuzi kwa mtu kufanya maamuzi na kusikia sauti ya Mungu moja kwa moja. Haleluya. Mungu asifiwe. Kwa hivyo kuna mambo mengi ambayo tumekusanya akilini mwetu. Maarifa ya ulimwengu huu ambayo Mungu anayo kwako. Daudi anarodeshwa faida 6 ambazo roho yake inapaswa kumsifu Bwana daima na usiku. Haleluya. Ukiangalia hapo kuanzia mstari wa 3, hiyo Zaburi tulisoma 103 kuanzia mstari wa 3 kuenda chini, unaona hizo faida 6. Daudi anasema akusamehe maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote, au kuomboa uhai wako na kaburi, akutia taji ya fadhili na rehema, au aushibisha mema uzee wako, ujana wako ukarejeshwa kama tai. Bwana ndiye afanya mambo ya haki na hukumu kwa wote wanaonewa. Neno la Mungu. So Daudi anaambia nafsi yake ile faida
Mungu amefanya. Hivyo leo asubuhi Bwana anataka kukuambia kuwa kama unataka kuingia katika utoaji wake, kama unataka kuingia katika uhusiano naye, ambayo roho yako ni tamaa ya sababu yako ya kuzaliwa tena, roho daima, hamu ya roho wa Mungu, nafsi yako inafanya uamuzi. Haleluya. Sasa kinachotokea ni kwamba vitu ambavyo umejifunza ulimwenguni, au mtu ambaye ameshikwa kwenye dini, yeye hayuko juu ya ukweli, yuko kwenye hisia zake. Kwa hivyo mtu wa dini ni ambaye hayuko kwenye neno, huwa anaenda kila wakati angalia muhemuko wa aina fulani. Wakati mtu yuko katika akili hiyo, inakuwa ngumu kwake kuchukua uamuzi kulingana na neno la Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa angalia faida. Mungu akusamehe dhambi zako zote ambazo umetenda maisha yako yote. Yeye anakuponya. Yeye anakuponya. Hakuna upomaji ya magonjwa yote inayoweza kutibiwa na usiyotibika. Yeye ni mganga. Yeye ni mwenye kusamea, aliyokuwa akiwaokoa kutokana na uharibifu. Yeye ni mkombozi wako. Yeye kulipa fidia yako. Yeye anashughulikia kwa rehema nyororo. Haleluya. Tumsifu Yesu Kristo. Anakidhi mdomo wako na vitu vizuri, kwamba unafunua kinywa chako na kusema jinsi Bwana alivyo. Yeye huboresha ujana wako, hata ikiwa mwili wako unashinda. Kila kitu kinashindwa, hata akili yako ikishindwa, fedha zako zinashinda. Huboresha mfumo mzima kama wa tai. Tai haingii mbawa tu, anatumia sasa ya hewa kuruka, na anaendelea na kasi kubwa sana kwa kutumia sasa ya upepo. Vivyo hivyo Mungu anasema kuwa yuko na wewe, anakupenda. Kwa hivyo tunaweza kuongea na nafsi zetu kwamba hizi ndiyo faida Mungu ametenda. Kwa hivyo hazitahamishwa na hali ya sasa. Sitahamishishwa na woga, wasiwasi, lakini nitaongozwa na Roho wa Mungu, ambaye kwa mara nyingi tena na tena akiniambia kwamba hizi ni faida aliyopewa kila mtoto wa Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Baba wa mbinguni, na kusifu, na asubuhi hii tunatoa uamuzi madhubuti kwamba sisi ni wako, na Baba utusamehe kwa muda ambayo tumesahau yote ambayo umetufanyia, na tukaenda kwenye kutaamini shaka na hofu. Lakini asubuhi hii tumerudi na kuuliza rehema na msamaha. Asante Baba kwa kutusameha dhambi zetu zote. Kwa jina la Yesu, kila utumwa wa kutusamea kwa mioyo migumu imeharibiwa, na utashi umeangamizwa, na umerusi kwa Mungu. Na sasa umerudi kwa Mungu sasa, ili upate masamaha. Na kama yule atageuka kwa Yesu, kuna nguvu ya uponyaji inapita katika kila ugonjwa na maradhi, kwa kuangamiza kutoka kila mzizi kwa jina la Yesu. Yesu anakukomboa kutoka kila pepo wa kipepo, kutoka kila lahana, kutoka kila kazi ya shetani kwa jina la Yesu. Pokea uzima kwa jina la Yesu. Na kwa jina la Yesu nafunga nguvu zote za giza, na tangu sasa kwenye mzunguko wa uharibifu
umeharibiwa na mzunguko wa baraka umeanza. Bwana amekuokoa uoga. Hakuna kuzungumza zaidi ya mwili. Ndipo tu kusema ya uzuri wa Bwana, kumsifu kwa yeye ni nani. Sasa hivi haijalishi unajisikia upako wa Mungu umekuja na umeleta uzima ndani yako. Maisha rafiki yangu ambaye hujawahi kuona katika maisha yako. Nazungumza ushirika wa Roho Mtakatifu katika maisha yako. Anza kupokea sasa. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea upako huu. Pokea hiyo maisha ya Roho Mtakatifu. Pokea sasa na ushinde kwa jina la Yesu. Amina na amina. Mungu akubariki sana.